Mtazamaji wetu, usisahau ninayekuongozea kipindi hiki kuanza mwanzo hadi mwisho naitwa Paul Mlela. Endapo Mungu akitujalia, basi nitalifikisha gurudumu hili salama kabisa na wewe utafurahia. Nikuite jina ambalo unataka kuitwa, kuhani. Kuhani katika kanisa unalosimamia, kuna vitu vingi sana uwaga mnavianzisha. Kuna kingine ambacho hivi karibuni tunaenda kukiona? Mimi kwa kweli nimekuwa mtu wa vitu vingi. Yes. Na si tu vitu vingi kama vipindi au shughuli fulani, lakini pia nimechunga makanisa mengi. Sawa. Kanisa langu la kwanza kuchunga lilikuwa pale Tabata, na hili kanisa ninalochunga sasa hivi, Restoration of Heart International Church, hapa Segerea, ni kanisa langu la tatu. Nikisimamia kama mchungaji kiongozi. Na tumefanya mambo mengi hapa Segerea. Kanisa hili la Restoration of Heart International Church. Kwanza nieleze why Restoration of Heart International Church. Yes. Yesu wakati anarudi kwenye ile Mathayo 28 mstari wa 19 anasema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Enendeni mataifa yote mkawafanye kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, nami nitakuwa nanyi hata ukamilifu wa dahari. Yes. Kwa hiyo tumetumwa, we are commissioned, tumepewa kazi ya kwenda mataifa yote kurejesha mioyo iliyopotea. Yes. Kuwafanya hawa watu waliopotea wamrejee Yesu na wakawe wanafunzi wake. Kwa hiyo ndio tukakama hapo na jina Restoration of Hearts International Church. Urejesho wa mioyo katika mataifa yote. Kwa hiyo ni kazi tuliopewa na Yesu mwenyewe wakati anaondoka, akatuagiza tufanye hivyo. Kwa hiyo ndio tukapata jina hilo la Restoration of Hearts International Church. Sasa hapa tumekuwa na mambo mengi. Yes. Ambayo tumekuwa tukifanya kama rutini kawaida ya kanisa. Tumekuwa na vipindi vingi vya uinjilisti, tumekuwa na vipindi vya ualimu, kufundisha. Lakini Mungu ameendelea kutuongeza, na sasa Bwana ametupa maono ya kuanzisha kipindi maalum kabisa kinachoitwa Worship Crusade, kusanyiko la kumwabudu Mungu. Unajua ndugu mtangazaji, ndio, dunia inabadilika sana kila siku. Imebadilika sana. Yes. Na tumeingia kwenye digital world. Dunia ya kidijitali. Sasa kanisa nalo lazima libadilike. Haya ni mabadiliko yanayotokea ndani ya jamii. Na yanapotokea ndani ya jamii, hawa walioko kwenye jamii ndio wanaokuja kanisani. Yes. Kwa hiyo kanisa nalo lazima libadilike. Kanisa lisipobadilika litabaki nyuma. Na kwa hiyo lazima tuingie katika mabadiliko. Sasa hivi ukifanya mkutano wa Injili, wengi wanaokuja kwenye mikutano ya Injili ni watu wale waliookoka. Yes. Ndio wanaojaa kwa wingi kwenye mikutano ya Injili. Kwa hiyo inabidi tubadilike. Kanisa libadilike, liende kwenye era mpya, liende kwenye mtindo mpya. Na mojawapo ni kwamba kanisa lazima liingie kwenye digital. Okay. Liingie kwenye digital. Kwa hiyo sisi tumepata mafunuo ya kuanzisha kipindi hiki kinachoitwa Worship Crusade. Worship Crusade ni kipindi ambacho ni ibada kubwa. Yes. Ambayo tunashirikisha watu wengi sana kupitia digital platform. Yes. Tunakwenda live katika kipindi hiki, na tunakuwa ni sababu au nia yetu kubwa ni kuwafanya watu wamwabudu Mungu. Hata kama yuko ndani ya gari, amwabudu Mungu. Yes. Hata kama yuko ofisini, amwabudu Mungu. Hata kama yuko nyumbani kwake, yuko chumbani, amwabudu Mungu. Hata kama yuko kwenye dunia ambayo au nchi ambayo hata imezuia Biblia, mtu asiguse Biblia, lakini kwa kupitia simu yake ataweza kuwa na sisi katika kipindi hiki cha Worship Crusade. Kwa hiyo
nia yetu ni tunalenga kuwaleta watu pamoja katika kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo, maombi na mafundisho. Kwa hiyo tunapeleka injili kwenye kiganja. Tunamhusisha mtu aweze kumwabudu Mungu kupitia kiganjani. Kwa hiyo ni kipindi ambacho tunaenda live, tunaimba, tunasifu Mungu, tunafanya mafundisho ya neno la Mungu, na tunaingia pia kwenye maombi kuombea watu. Na wale ambao waja kuokoka, tunawapa fursa ya kuweza kuungama na kuweza kutubu na kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. RHC ni mahali ambapo kila mtu ni wa thamani. It's a place where everybody is somebody. You are welcome, my dear, and God bless you. Amina. Amen. Basi kila chenye mwanzo akikosi mwisho. Kama nilivyotangulia kusema hapo awali, mgeni wangu alikuwa ni Bishop John Shush, lakini aliyekuwa anaongoza jahazi hii si mwingine bali ni mimi Paul Mlela. Tuonane Alhamisi nyingine panapo majaliwa. Mungu akubariki sana.